Kwa majina naitwa Edna Kajuna, ni muuguzi mbobezi inayetokea Taasisi ya Moyo ya Kaya Kikwete iliyoko Dar es Salaam. Taasisi yetu tunahusika na uchunguzi wa magonjwa ya moyo, na magonjwa ya moyo tunayohusika nayo ni kwa njia mbili. Tunazibua mishipa na tunafanya upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua. Vile vile katika taasisi yetu tunapata wagonjwa ambao tunawekea betri za moyo ambazo ndo kama hizi hapa. Na ni nini kinapelekea mgonjwa kuwekewa betri ya moyo? Ni wale wagonjwa ambao mapigo yao ya moyo yanakuwa yako chini ya 50%. Ndio wagonjwa ambao wanawekewa hizo betri za moyo. Vile vile kuna wagonjwa ambao mapigo yao ya moyo yanakuwa yako chini kabisa ya 35%. Hao nao tunawekea betri za moyo ambazo tunaziita ni high power device. Na tunapowekea wagonjwa wetu hizi betri za moyo, tunamshauri mgonjwa kuwa anakuja kliniki kuangalia betri yake imebakiza muda gani, kwa sababu hizi betri zilivyotengenezwa zinaweza kukaa miaka 15 mpaka miaka 20. Lakini hawa wagonjwa wanakuwa wanatofautiana, kwa sababu kuna mgonjwa mwingine ambaye anategemea hii betri maisha yake yote, yani masaa 24 anategemea hii betri. Kwa ule muda wa kukaa na hii betri itaisha muda wake mapema. Kwa hiyo anapokuja kufanya ile kliniki yake na kuiangalia, anakuwa anajua kwamba ni muda gani umebaki. Ila kwa yule mtu ambaye mapigo yake ya moyo ni kwamba yakiwa chini ndo anapotegemea betri, na maana hii betri itakaa miaka 15 mpaka miaka 20. Baada ya miaka 20 anakuja tunaibadilisha ile betri. Vile vile wananchi wengi wanakuwa wanajiuliza kwamba mtu akiwekewa betri ya moyo vitu gani hasifanyi. Kikawaida sisi tunajua kwamba mtu akishawekewa betri ya moyo anarudi katika hali yake ya kawaida, anafanya kazi zake vizuri kabisa, ili mradi kwamba zile dawa alizoandikiwa na daktari afate masharti na ahudhurie kliniki. Hila tunawashauri wagonjwa wetu kwamba endapo atakwenda sehemu nyingine ambavyo akaandikiwa vipimo vingine ambavyo vinatumia mionzi kama X-ray, MRI, CT scan, ni vizuri akamwambia daktari wake kwamba ana betri ya moyo, kwa sababu hivi vipimo haviingiliani na ile mionzi. Kwa hiyo daktari akishamwandikia ile tarehe ya kufanya kile kipimo, anakuja kwetu, ile betri tunaizima, anakwenda kufanya kile kipimo. Akishamaliza ile betri tunaiwasha, inaendelea kufanya kazi kama kawaida. Na wagonjwa wetu tunaowekea betri anakuwa na kadi yake. Kwa hiyo hata anaposafiri kwenda kwenye zile sehemu ambako kwamba inabidi hakaguliwe kwa mionzi, anawaonyesha ile kadi. Akishaonyesha ile kadi, anajulikana kwamba ni mgonjwa ambaye amewekewa betri na hawezi kukaguliwa kwenye ile. Kwa hiyo ushauri wangu, ili mtu asifikie kuwekewa betri, ni kufanya uchunguzi at least mara moja kwa mwaka.